Asante na karibu sana, na niseme asante sana kwa kuweza kuwa pamoja nami kwenye channel yangu hii ya Akili Kubwa TV siku hii ya leo. Mungu akubariki sana, na naamini tulishakutana mimi na wewe tena kwa mara ya kwanza kwenye episode ya kwanza kabisa kwenye agenda yetu ile ya kuweza kupata njia au kuelekezana njia sahihi kabisa za kuweza kufika kwenye mafanikio ambayo unakusudia kwenda kufika, na labda pengine kwa namna moja au nyingine ndoto zile ambazo unakusudia kwenda kuzifikia, na njia gani sahihi ambayo unaweza ukaitumia na ikawa jambo jema kwako na kwa jamii nzima ambayo inakuzunguka kwa wakati huu. Sasa kama ambapo nilikuwa nimezungumza kwenye episode ya kwanza, niliweza kuzungumzia kuhusiana na habari ya kutengeneza nafasi, na nikakueleza aina nyingi sana za neno nafasi, lakini nikafikia kwenye nafasi aina ya rank au level, au kwa Kiswahili tunaweza kutumia kama daraja, ngazi au cheo au dhamana, ambao ndio tuliweza kuizungumzia, na nikakueleza namna gani ambavyo unatakiwa kuitengeneza ile nafasi yako iweze kukuletea heshima, uthamani na upekee kwenye hii dunia, lakini pia iweze kuwa sehemu ya kuweza kutengeneza dunia hii kama agizo ambalo Mungu ametukusudia kwenda kulifanya hapa duniani. Sasa nikakwambia kwamba kwenye episode inayofuata ambayo ndio siku hii ya leo, nitakueleza vitu gani ambavyo vinatakiwa uvifanye ili kuweza kuiona nafasi yako. Kuna baadhi ya vitu kama vinne hivi, vitu vinne ambavyo unatakiwa viweze kushirikiana ndani yako, yani ndani ya wewe una vitu vinne ambavyo vinatakiwa vishirikiane. Vitu hivi vikiweza kushirikiana kwa umoja na kwa vizuri kabisa, vinaweza kukuonyesha ile nafasi ulionayo na ukaweza kuifikia vizuri bila shida wala tatizo la aina yote. Moja kati ya vitu ambavyo nataka nikueleze ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvitumia. Kama nitashindwa kuvielezea vyote hapa, basi tutaendelea navyo kwenye episode inayofuata. Lakini cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa ukijue kwamba unacho na unatakiwa ukifanyie kazi, hichi kitu ukiweza kufanyia kazi vizuri utafika kwenye lengo. Moja ya hivyo vitu kati ya vile vinne ambavyo nitavizungumzia siku ya leo ni talanta. Kuna kitu kinaitwa talanta. Hii talanta ni elimu mahususi kabisa ambayo amewekewa kila mwanadamu. Yani kila mtu, hivi ninavyozungumza, hata wewe unanitazama, una talanta ambayo uko nayo. Pengine kwa namna moja au nyingine uliamua tu kuipuuza au kuiweka pembeni kwa sababu ya misongo mbalimbali ya mawazo, au kwa sababu ya harakati nyingine tu za kimaisha kwa ajili ya kutafuta mkate wako wa kila siku, ukajisahau na ukajua kwamba umezaliwa tu kwa ajili ya kutafuta hela, kwa ajili ya kupata mkate wako wa kila siku na maendeleo yako binafsi. Lakini sio kweli. Ukweli ni kwamba kila mwanadamu ambaye anakuja duniani ana talanta yake. Kila mwanadamu anayekuja duniani ana talanta, kipaji. Hii ni elimu mahususi kabisa ambayo mwanadamu yoyote ametengenezewa kabla hajaumbwa, yani kabla hajaletwa duniani. Tayari alikuwa na kitu ambacho amesomea kwenye ulimwengu huo wa kiroho kwa ajili ya kuja kukifanyia kazi kwenye ulimwengu wa kidunia. Kila binadamu amepewa, na hata wewe unanitazama uko nayo talanta hii. Unaifanyia kazi gani? Ndio swali ambalo linakuja hapo. Lazima ujue una talanta, na hiyo talanta uweze kuifanyia kazi. Unajuaje kwamba talanta yako ni nini? Talanta yako utaifahamu kwa kujiona wewe ndani ya nafsi yako, yani kwenye mwili wako, mawazo yako, nafsi yako inakutuma kufanya jambo ambalo ni la kipekee kabisa kwenye jamii na kuzunguka. Unaweza ukawa una kitu ambacho unakiwiwa kabisa, yani kwenye nafsi yako kabisa unakiona, hichi mimi nikifanya na enjoy. Yani nafsi yako inakupa furaha ya kufanya lile jambo. Inakupa furaha yani ya kuonyesha watu upekee ulionao. Hiyo ndo talanta ambayo uko nao, na kila mwanadamu amepewa. Yani wewe hapo ulipo kuna kitu ambacho unakiona kabisa ndani ya nafsi yako, iwe kitakulipa au hakikulipi, lakini unajiona kabisa una upekee kwa wanadamu wengine kwa hicho kitu ambacho ulichonacho. Hiyo ndo talanta ambayo umepewa. Watu wengi waga wanaipuuza hiyo na kuona kwamba hawana, ni kwa sababu ya kukata tamaa ya maisha na kuona kwamba maisha hayako huko. Ile ndio pekee kabisa ambayo itakufanya wewe ufanye jambo ambalo litakuleta kwenye sura ya dunia, kwenye ramani ya dunia, na nafasi yako kuweza kuonekana. Ni ile talanta. Ndio elimu pekee kabisa. Watu wamekuwa wakiconcentrate sana au wamekuwa kizingatia sana elimu za hii dunia ambazo tunapewa baada ya kuzaliwa, lakini elimu ya kipekee kabisa ambayo inaweza kukuleta kwenye ramani ambao mimi naizungumzia hapa ni hiyo talanta ambayo umepewa. Jiangalie wewe kwenye nafsi yako, ni kitu gani ambacho unatamani na unapenda na unawiwa kukifanya, na unaamini kabisa nikikifanya hichi
nafasi yangu kwa jamii itakuwa ni ya tofauti kabisa na vile ambavyo mimi naonekana. Izingatie hiyo. Hakikisha unapotumia masaa yako 24 ya siku, kama utatumia masaa 8 kupumzika, basi hakikisha una masaa 7 ya kutumia hiyo talanta ambayo unaifanyia. Ifanyie kazi kwa namna yoyote. Yani iwe unawiwa kutangaza, basi hakikisha unafanya kwa namna yoyote ile kutangaza. Uwe unawiwa kuzungumza mbele za watu, maana hiyo ni talanta ya uongozi ambayo uko nayo. Ifanyie kazi. Yani ona kile ambacho unaamua kukifanya na unaamini kabisa kwamba ulipwe usilipwe, lakini unajisikia kukifanya. Hiyo ndo talanta ambayo itakuweka kwenye ramani. Naamini ukitumia hiyo, inaweza ikachukua muda mrefu isikupe matunda ambayo unahitaji kuyapata, lakini katika muda huo kuna connection kubwa sana unaweza kaipata kupitia hiyo talanta ambayo umeweza kuionyesha, na ikakupeleka kwenye zile ndoto ambazo unahitaji kuzifikia. Wengi woga wanazipuuza kwa sababu wanaamini kama zinachukua muda mrefu sana kufikia kwenye mafanikio, wanatafuta shortcut. Lakini kwambie ndugu yangu, ukiweza kuitumia hiyo talanta yako hata kwa masaa 7 kwa siku, ndani ya masaa 24, masaa mengine ukaweza kufanya shughuli nyingine ambazo zitakupa mkate, lakini hakikisha ndani ya masaa 7 unaifanyia kazi. Kuna siku, mwezi au mwaka itakuja kukuletea connection iliyo nzuri na itakufikisha kwenye kiwango au kusudio ambalo Mungu alikutarajia uweze kuifikia. Talanta. Hakikisha talanta yako unaifanyia kazi, usiipuze hata kidogo. Hiyo ndio karama na kitengo ambacho Mungu amekuleta duniani kuja kukitumia na kuitengeneza dunia yake, kama vile ambavyo niweza kuzungumzia kwenye ile episode ya kwanza. Sasa kulingana na dakika zangu kuwa chache, naomba kwenye hii sasa ya pili nitakuja kuizungumzia kwenye episode inayofuata. Asante sana kwa wewe ambao umekuwa ukinitazama na kunifuatilia, lakini endelea kusubscribe. Kama wewe unaangalia kupitia akaunti zangu zingine, basi nenda YouTube, subscribe pale, kuna kialama cha kengele, bonyeza hapo, na ukishabonyeza ina maana wewe kila nitakapokuwa nadondosha hizi episode kwa ajili ya kukufahamisha kile ambacho mimi naamini na natamani uweze kukipata na kikaweze kusaidia kwenye maono yako, basi itakuwa ni swala la haraka kabisa. Usijaribu kukaa mpaka unapokumbuka ndo unaingia YouTube kwa ajili ya kutafuta. We subscribe, simu yako itakuwa inakukumbusha pale ninapokuwa nimeweka hizi series ambazo tunaenda nazo ili kukufikisha pale ambapo unahitaji kufikia. Mungu akubariki sana, na niseme asante sana kwa kuwa pamoja nami. Kwa niaba yake director wangu Imani Lucas, wewe ni mtu wangu wa muhimu sana kuwa pamoja nami. Tukutane tena kwenye episode inayofuata. Amen.